Tutamzungumzia Bibi Liti Kidanka. Huyu ni mwenyeji wa Singida, ni Mnyiramba. Miaka 1800 yeye na Wanasingida wenzake waliwapokea Wajerumani, wakawa wanaishi nao Singida. Lakini baadaye Wajerumani wakaanza kuwanyanyasa watu wa Singida. Wakaanza kuwapora mifugo, kuwapora ardhi kwa kutumia baadhi ya watu wa Singida. Hao siku hizi tunawaita machawa. Watu wa Singida hawakupendezwa na manyanyaso hayo. Kwa hiyo Bibi Liti akaamua kupambana. Kwa kuwa aligundua tatizo ni manyanyaso, akaamua kupambana na Wajerumani. Vita ya kwanza mwaka 1903, Bibi Liti alitumia nyuki kupambana na Wajerumani. Aliwaamrisha nyuki, wakawa wanawashambulia Wajerumani, wakidondoka wanachoma na mikuki, Wajerumani wanakufa. Kwa hiyo Wajerumani wakashindwa hiyo vita. Vita ya pili hivyo hivyo wakashindwa. Bibi Liti aliendelea kutumia nyuki hivyo hivyo. Na vita ya tatu Bibi Liti alishindwa kwa sababu mke mwenzake alitumiwa na Wajerumani kugundua uimara wa Bibi Liti. Hivyo Bibi Liti anapojiandaa kuingia kwenye vita ya tatu, nyuki wake wakawa wameondolewa pale walipokuwa na mke mdogo. Kwa hiyo akashindwa vita. Nataka nizungumze mambo machache. Jambo la kwanza, Bibi Liti alikuwa ni mwanamke na aligundua tatizo kwenye jamii yake ni manyanyaso yaliyoletwa na Wajerumani. Akaamua kupambana nalo. Haijalishi alitumia njia gani kupambana nalo, lakini alipambana nalo na akashinda zaidi ya mara moja. Hivyo hiyo inatuonyesha kwamba sisi wanawake, haijalishi kwamba sisi ni wanawake, lakini tunao nafasi ya kupambana na matatizo yanayokabili jamii yetu na tukajikwamua kwenye hayo matatizo. Lakini jambo la pili, baadhi ya Wanasingida walitumiwa na Wajerumani kuwanyanyasa watu wa Singida. Ni kama sasa baadhi ya Watanzania wenzetu wanatumika na utawala kutunyanyasa Watanzania wenzao, kutupoteza, kutupora kile kidogo tulicho nacho, kuwateka na kuwaumiza ndugu zetu. Jambo la tatu, zamani superstition, uchawi ulitumika kukomboa jamii. Bibi Liti alitumia nyuki kupambana na Wajerumani, kupambana na tatizo waliloliona. Lakini ninachojiuliza sasa hivi uchawi unatumika kufanya nini? Uchawi unatumika kwenye mambo ambayo watu walioteka ndugu zetu bado wapo, watu walioua ndugu zetu bado wapo, watu ambao zamani uchawi ulitumika kwenye kuhakikisha uonevu unashughulikiwa. Sijasema watu wakaroge, no, lakini najaribu question, na ambao natamani hata wewe unayenisikiliza question. Jambo lingine, Bibi Liti ni urithi wenye thamani. Anatakiwa kuenziwa kama miongoni mwa vitu vyenye thamani kwenye jamii yetu. Lakini Bibi Liti jina lake umepewa uwanja na unaitwa uwanja wa CCM Liti. Kitu ambacho CCM wamekuwa na tabia ya kujimilikisha vitu ambavyo ni mali ya umma. Bibi Liti alipambania jamii yake. Sio mara ya kwanza kusikia uwanja unaitwa CCM. Kuna CCM Liti, kuna CCM Kirumba, kuna CCM Samora, na kuna vitu vingi ambavyo CCM imekuwa ikijimilikisha ambavyo ni vya umma. Vitu hivi vinatakiwa viwe vya umma, na siku moja wananchi tukichukua hii nchi, hivyo vitu vitakuwa vya wananchi. So baada ya kusema hayo, natamani mtu aende kwenye comment na anaambie amejifunza nini kupitia Bibi Liti, na anadhani watu wa sasa tuna kipi cha kuchukua kwa Bibi Liti. Mimi binafsi nadhani tunayo mengi ya kujifunza kwa Bibi Liti.